Makambako Timba TV kama kawaida tumekutana kupitia YouTube channel yetu, na hapa nipo na mmoja kati ya watu ambao ni wanachama kupitia Makambako Timba Traders Cooperative Society Limited, na kupitia Makambako Timba TV leo tutakuwa tuna mahojiano kidogo na wanachama, lakini pia na baadhi ya viongozi wa ushirika wa Makambako Timba Traders Cooperative Society. Habari? Salama. Jina lako? Naitwa Recho Sanga. Recho Sanga. Recho, kwenye huu ushirika umeingia lini? Na miaka zaidi ya 5. Miaka zaidi ya 5. Unazungumziaje kuwepo kwenye ushirika? Unajisikiaje pia? Najisikia vizuri. Pia nashukuru ushirika unatusaidia sana kwenye upande wa manunuzi yani ununuaji ambao porini na uuzaji. Yani tumekuwa tukinunua kirahisi na kuuza kirahisi kupitia ushirika wetu. Kama kuna changamoto fulani ambazo huwa zinakuwepo bila ushirika ama vipi? Huwa tunapata changamoto nyingi sana tusipokuwa na ushirika. Hapo nyuma kabla sijawa kwenye ushirika, hasa mambo ya TRA. Tulikuwa tunasumbuliwa sana. Na vipi kwa sasa? Kwa sasa hivi imekaa vizuri. Neno kwa viongozi wa ushirika? Kwa viongozi wa ushirika kwa kweli nawapongeza sana, na naomba waendelee, usivunjike moyo. Kama kuna changamoto zozote ambazo wanazipata kutoka kwa sisi wanachama au wajumbe, tunaomba tu watuvumilie. Ni kama mama anavyokuwa na mtoto, akimnyea kiganjani hawezi kukata mkono, ila atasafisha, maisha mengine yataendelea. Kitu gani ungependa kiongezeke kwenye ushirika? Kitu ambacho ningependa kiongezeke kitu ambacho ningependa kiongezeke sana ni kuendelea kupewa elimu zaidi. Sawa. Na kujifunza zaidi. Nini kipungue? Ambacho unaona hiki kama sio sawa, kinatubana sana? Hamna kinachotubana. Nikumbushe jina? Naitwa Recho Sanga. Asante. Huyu ni Recho Sanga, mmoja kati ya wanachama wa Makambako Timba Traders Cooperative Society, na sisi ni Makambako Timba TV. Hapa nataka kufahamu tofauti ambao umeushuhudia kwenye kipindi cha Ajibu Tewele, kipindi cha Imani Kifanga, kwa sababu ndo bado kipo na kinaendelea, na changamoto ambazo mmepitia, na nini unaona kuna tofauti gani? Kipindi kile cha Ajibu Tewele nafikiri mtandao ulikuwa bado hasa wa kibiashara, kwa maana kwamba ilikuwa uwezekano wa kupata mbao ni mwingi, lakini masoko yalikuwa ni machache. Lakini tunapozungumzia kipindi cha utawala wa Ima Kifanga kwamba soko liko nje, lakini changamoto tunaweza tukaizungumzia kwa habari ya upataji wa mizigo. Ndio naweza nikasema changamoto hiyo kwa namna hiyo, upataji wa mizigo. Kipindi cha hapa nyuma kidogo nikawa nasikia TRA bwana wanatukamia sana, hivyo usharekebisha? Kwa kweli kuna miaka kama kadhaa hivi tulipita kwa mateso sana, lakini kwa saizi naona kumetulia, ni kama kumerekebishwa. Sawa. Ndio. Kumbushe jina? Jina naitwa Evans Jacob Mnyakasonga. Asante sana. Nipo na moja ya mwanachama mwingine, huyo hapa, heshima yako. Nimeipokea. Jina lako? Naitwa Edson Malko Mngongo. Bwana Mngongo, kwenye ushirika mwaka gani? Ushirika huu nimejiunga mwaka 2005. 2005? Ndio. Mpaka leo? Mpaka leo. Umekula mema ya nchi, una mambo mengi sana najua. Kuna vitu gani ambavyo mtu hayuko kwenye chama unaona anavikosa kupitia ushirika wetu? Vitu ni vingi na vikosa. Vitu ni vingi. Hususan kama hivi upande wa kibiashara, mambo mengi tunanufaika. Ukizingatia tangu tumeanza biashara walianzisha wenzetu kwa wachanga, lakini kadri tunavyoendelea biashara inazidi kukua, na ndio maana hata ukiangalia unakuta kuna mwitikio mkubwa wa wanachama kujiunga. Nadhani kipindi cha tawala ambazo zimepita wanachama walikuwa sio wengi sana, takribani 30-20, lakini tunavyozungumza mpaka sasa mafanikio yaliyopo ni pamoja na kuona kwamba wanachama wamefika mpaka 80. Kwa hiyo ni wengi sana. Kwa hiyo ni maana ni jambo pia ambalo nimepiga hatua. Sawa. Ndio. Nikumbushe jina? Kwa jina naitwa Edson Malko Mngongo. Asante sana. Asante. Sawa, jina lako? Naitwa Joina Lugono. Ni mwanachama? Ndio, ni mwanachama wa chama hiki cha wauza mbao. Wewe una muda gani toka umejiunga na hiki chama? Nimeingia hapa tangu mwaka huo mpaka leo,
najisikia vizuri kuwepo hapa. Watu ambao hawapo kwenye chama unawaambia nini? Kwa vile ile miaka ambayo umeishi wewe, unaona umenufaika vipi na unawaambiaje pia watu ambao wako kwenye chama? Asante. Ninawaambia hivi, katika umoja huu wa wauza mbao Makambako nimejisikia vizuri kwa sababu nimepata mafanikio makubwa. Mimi kama mwanamke imenisaidia kulea familia yangu, na katika umoja huu pia kama kuna mtu ambaye wakati mwingine funga mwaka 2025 tumealika wageni mbalimbali ambao waasisi pia wengine sio wanachama tena kwa sababu wameshatoka. Kuna kitu gani ambacho umekipata siku ya leo kama somo, kama funzo, na unaweza kukiingelea? Nimejifunza kwamba nataka tuwathamini sana wale waanzisha ushirika tangu miaka ya nyuma. Nataka kuwathamini sana. Hii haijawahi kutokea. Haijawahi tokea, leo ni mara ya kwanza. Nini ambacho kiliwasukuma mkasema inabidi tufanye hivi pia kama mwanachama? Nafikiri maono ya mwenyekiti. Sisi kama wajumbe tulikuwa tuna maono, ila maono ya mwenyekiti ameona tuwaita waasisi waje nao wapate neno, tupate neno kutoka kwao. Sasa bila shaka kuna kitu ambacho pamoja kama ni maono ya mwenyekiti mwenyewe umeona jambo limekaa sawa au limekaa vipi, mlipokeaje? Nilipokea vizuri na lenyewe limekaa vizuri sana. Sawa, asante. Tukumbushe jina. Kwa jina naitwa Frank Gadau. Mimi ndio mhasibu wa MCS Makambako Timber. Asante, nashukuru sana. Sawa. Mazungumzo, nipo na mwingine tena. Sasa huyu ni muasisi lakini bado ni mwanachama na anaendelea kuwepo kwenye chama. Heshima yako. Asante, habari za kazi jamani? Safi kabisa. Yaani wewe umekula vipindi vyote, umekula na bado unaendelea kula. Naendelea kula kabisa na siachi. Naendelea kula mpaka mwisho wa maisha yangu. Nini kinafanya tungangane na huu ushirika? Watu wamejitoa, wewe bado upo na unasema naendelea kula. Ukweli ushirika huu tukikumbuka tulikotoka umetutoa mbali sana. Iwapo mimi nilikuwa katibu mwanzilishi wa ushirika, kwa kweli mpaka sasa hivi nimeona mafanikio, ndio maana mpaka sasa hivi bado naupenda ushirika. Kwa kweli ushirika uko vizuri sana, unatusaidia sana kifamilia, ndio maana tunabidi tungangane kwenye ushirika. Maana tuone kitu kingine zaidi ya ushirika. Wewe najua umepitia vipindi tofauti, vipindi vya kuanguka, kusimama, vipindi vya kufanya vizuri. Ni kipindi gani ambacho hukisahau au kwenye uongozi gani usahau kwamba pale tulivuka ila Mungu ni mwema? Ukweli kuna mwaka mmoja tulivyokuwa tumetoka kuusajili ushirika, iwapo kiuchumi tulikuwa tumeyumba sana, lakini tulikaa mezani kwa pamoja wote, tukakaa kwa kikundi, tukajadili kwamba jamani ushirika tauinueje. Ikabidi pale tuanze kuchangishana michango ili tuinue ushirika. Ndio maana kuta mpaka sasa hivi bado niko kwenye ushirika. Sawa sawa. Ndio. Unawaambiaje wanachama wapya? Wanachama nawaambia jamani, umoja ni nguvu, ushirikiano mkitengana ushirika hauwezi kwenda. Cha msingi tuulinde, tuutunze. Huu ndio tulea sisi mpaka unavyotuona. Umri huu unavyoniona mimi sasa hivi, ndio maana sitaki kubanduka kwa sababu najua matunda yake. Sawa sawa. Asante sana. Jina? Naitwa Remijo Sigala, katibu mstaafu. Katibu mstaafu. Umoja Timber Traders. Asante, nashukuru. Asante. Kwa jina naitwa Jackson Kilagwa, kwenye ushirika ni katibu. Wewe kwenye ushirika umejiunga lini? Nimejiunga 2008. 2008. Mwanzoni kabisa ni kama muasisi tu tuseme. Ni kwanza ni kama muasisi mpaka sasa Sawa sawa. Muasisi. Kwenye ushirika huu kwa sasa ni kama nani? Saizi ni katibu. Ni katibu. Sawa sawa. Natamani nifahamu nafasi ambazo umepitia kwenye ushirika. Mara ya kwanza nilikuwa kamati ya maafa, mara ya pili nikawa mhasibu, mara ya tatu sasa nimekuwa katibu. Hii ni mara ya tatu. Kuwa katibu. Umeanza muda mrefu sana. Natamani kufahamu pia mapito ambayo mmepitia ni yapi. Kuna kipindi gani ambacho mmepita na kuna kipindi fulani nilitaka nitoke kabisa kwenye ushirika? Kipindi cha 2012 2013 kwa kweli tulipita mapito magumu. Kutokana na hali halisi iliyokuwepo, ushirika ulishuka sana. Shida ilikuwa nini? Hapana, tuseme ni mazingira tu ya kiserikali, kubanwa, maana ushirika ulikuwa kama bado haujaeleweka na mafunzo tulikuwa bado hatukawa vizuri. Lakini kwa sasa tumeenda kuwa mafunzo mazuri, basi tukaanza kupanda tena ushirika kuwa vizuri. Okay. Na changamoto kubwa ambayo imekuwa ikisumbua kwenye hivi vipindi ambavyo wewe umepitia, changamoto kubwa unaona hii imekuwa changamoto na imetatuliwa ni ipi? Asilimia kubwa changamoto ilikuwa ni serikali, manake kuto kuelewa kama hii ni ushirika.
Manake wanakuja pengine wanajua sio ushirika, kumbe ni ushirika, kufuata vile vigezo mpaka mkavimudu vile vigezo vya ushirika na serikali wakaamini kwa hii ni ushirika, unachukua muda mkubwa sana. Na ndio maana sasa ilileta changamoto, lakini baadaye walivyokuja kuelewa huu ni ushirika na vigezo vyote tunavyovifuata, basi mambo yakawa ni mazuri zaidi. Neno lako kwa wanachama na wasio wanachama? Kwa wasio wanachama tunadhani wajiunge na ushirika huu. Kwa sasa umejiimarisha, uko vizuri na unasaidia sana watu na mambo yanaenda vizuri, na kama wao wanataka kuja waje tu wajiunge kwenye ushirika huu. Wala wasiwe na wasiwasi wowote. Na kwa wanachama hai ambao bado ni wanachama, waendelee kuimarisha ushirika wao, maana huu ni ushirika wao na wanaelewa umetoka wapi, na mpaka sasa waendelee kuhudumisha mpaka ulivyofika hivi sasa uko vizuri. Maana tuna mashamba, tuna kama hivi tumepata na uwanja wa kufanyia biashara. Mungu akisaidia pengine tutaenda vizuri zaidi. Sawa, asante, nashukuru kwa muda wako. Tukumbushe jina. Kwa jina naitwa Jackson Sila Kilagwa, ni katibu wa MTCS Makambako Timba. Asante. Asante sana.